Kati ya wanyama wote walioishi chini ya jua kali la savana, hakuna aliyeweza kushindana na Tuta kwa kuwa na shingo ndefu zaidi na utiifu mdogo zaidi wa kufanya kazi. Tuta alikuwa kiumbe wa kupendeza mno. Alikuwa na kofia ndefu iliyonyooka mithili ya mnara, madoadoa ya kuvutia yaliyokolea kama nakshi za kuchora, na macho makubwa yenye kope ndefu zilizompa mwonekano wa hekima kubwa. Lakini hekima hiyo ilikuwa ganda tu la nje. Ndani yake, Tuta alikuwa nguli wa uvivu, bingwa asiyependwa na mtu yeyote katika nyika yote ya Afrika. Wakati mapambazuko ya asubuhi yalipomwaga rangi ya waridi na machungwa angani, twiga wenzake walikuwa wakiamka kwa madoido. Walinyoosha shingo zao ndefu kwa madaha, wakitafuta majani mabichi yenye umajimaji na virutubisho vingi juu kabisa ya miti ya mibunga. Walifanya hivyo kwa furaha, wakijua urefu wao ulikuwa zawadi ya kipekee. Tuta, kinyume chake, alikuwa akishusha pumzi nzito na kujiviringisha chini ya kivuli nene cha mbuyu mkubwa. Macho yake yalikuwa mazito, na kila mara alipoona wenzake wakijinyosha, aliguna kwa dharau. Ebo, nyinyi hamchoki kujifanya mnara wa mawasiliano asubuhi yote hii? Tuta alilalamika kwa sauti ya kilevi cha usingizi, huku akijaribu kufunika masikio yake kwa jani. Mmepewa shingo ndefu, mnaanza kujazana mazoezi, utadhani mko kwenye kambi ya timu ya taifa. Kwa nini nihangaike kunyoosha misuli yangu na kuchosha miguu mirefu? Kwani upepo ungevuma tu na kuangusha majani chini. Shingo hii haikumbwa kwa ajili ya kazi ngumu, bali kwa ajili ya kuangalia ulimwengu ukienda kasi, hasa ukiwa umelala. Kwa sababu hiyo, Tuta aliridhika kabisa kula nyasi kavu zilizokanyagwa na wanyama wengine ardhini na magome ya miti yaliyochunika. Alikuwa mvivu kiasi kwamba hata kutafuna kwenyewe kulimchosha. Mara nyingi alilala na jani mdomoni akisubiri mate yailainishe yenyewe. Mchakato wa kumeng'enya chakula unahitaji nishati nyingi sana, ni heri mate yafanye kazi yake polepole, alijitetea kila alipogundulika. Siku zilienda na kiangazi kikali kikazuka. Nyasi za ardhini zilikauka na kuwa vumbi, na majani mabichi yalibaki tu kwenye vilele vya juu kabisa vya miti mirefu, mahali ambapo ni twiga tu walioweza kufika. Katika kipindi hiki kigumu, Mfalme Simba alitangaza sherehe kubwa ya karamu ya umoja. Ilikuwa ni sikukuu ya kipekee ambapo wanyama wote wangeleta vyakula vya aina mbalimbali ili kusherehekea uhai. Kwa sheria moja kuu ya kale ya msituni, kila ukoo ulipewa jukumu maalum kulingana na uwezo wao. Twiga walikabidhiwa jukumu la kuchuma matunda matamu ya mibuyu ya dhahabu na mivinje ya juu. Matunda ambayo yalikuwa yakipatikana mita nyingi angani, yakitizamana na mawingu, mahali ambapo wanyama wafupi kama paa, swara na sungura wasingeweza hata kuyafikia kwa macho. Kiko, twiga kijana aliyekuwa na bidii na rafiki wa karibu wa Tuta, alimkabili Tuta asubuhi ya maandalizi, akimhimiza amke ili wasaidiane kuchuma matunda hayo ya zambarau yenye asali kwa ajili ya kujaza vikapu vya wanyama wote. Amka Bwana Tuta. Leo tunahitaji hiyo shingo yako inayofika hadi ghorofa ya 5. Kiko alimkaripia. Tuta alifungua jicho moja, akatazama jua lilivyokuwa likichoma, kisha akajinyoosha kwa uvivu wa kutisha. Kiko rafiki yangu, unajua leo asubuhi nimeamka na maumivu makali sana ya viungo vya shingo. Nadhani nina uvimbe wa shingo kuanzia mfupa wa kwanza hadi wa 7. Tuta alidanganya, akijishika shingo kwa madoido ya uigizaji. Nenda tu na wenzako, mimi ni mrefu sana, uwepo wangu mdogo hautabadili kitu kwenye pato la taifa la matunda. Zaidi ya hayo, nikisimama sasa hivi naweza kupata kizunguzungu cha mwinuko. Nitajiunga nanyi jioni sherehe ikianza. Kiko alisikitika na kutikisa kichwa, akiongozana na twiga wengine kuelekea milimani kufanya kazi hiyo kubwa chini ya jua la utosi.
Tuta alitabasamu kwa ushindi, akajigeuza upande wa pili na kuzama tena kwenye useja wa usingizi mnono, akiamini kabisa kuwa sifa yake kama twiga itamhakikishia heshima na chakula kizuri mezani bila yeye kuvuja jasho. Jioni ilipowadia, anga la savana lilipambwa na milio ya ngoma na nyimbo za shangwe. Wanyama wote walikusanyika kwenye uwanja wa mawe ambapo kulikuwa na milima ya vyakula, mizizi mitamu iliyochimbwa na nguruwe mwitu, maji safi ya chemchemi yaliyotekwa na tembo, na matunda ya zambarau yaliyong'aa kama vito vya thamani. Matunda yaliyochumwa kwa jasho na damu na twiga wenzake Tuta. Tuta alifika eneo la sherehe akitembea kwa madaha na kujipendekeza mbele ya meza kuu. Alikuwa na njaa sana na harufu ya matunda yale ya zambarau ilimfanya mate yamtoke mfululizo. Alijongea karibu na kikapu kikubwa cha matunda, akanyosha shingo kuchukua tunda kubwa zaidi, akijinong'oneza, hili hapa linafaa kabisa kwa ajili ya afya ya shingo yangu iliyokuwa inauma." Lakini ghafla sauti kubwa ya ngurumo iliyotetemesha ardhi ilisikika ikimwambia, "Weka tunda hilo chini kabla sijasahau kama mimi ni mla nyama." Alikuwa ni Mfalme Simba, macho yake yakimulika kama mkaa wa moto, na uwanja mzima ulinyamaza kimya huku hata upepo ukionekana kusimama. Simba alieleza kuwa katika ufalme wake wanasherehekea umoja unaojengwa kwa jasho la kila mmoja, na kwa kuwa Tuta alichagua kulala wakati wenzake wakichubua ngozi zao kwenye miiba ya mivinje, leo angeruhusiwa kula tu yale matunda yaliyofika ardhini na kuoza au yaliyopondwa na miguu ya wanyama. Tuta alijaribu kutoa utetezi wake wa mwisho. Lakini mfalme, shingo yangu ilikuwa na hitilafu ya kiufundi asubuhi. Daktari aliniambia nisinyoshe. Hukumu imeshatoka. Hakuna rufaa. Simba alikata kauli huku akimwonyesha chini. Kama shingo yako ni wagonjwa asubuhi, basi tumbo lako liwe daktari usiku huu. Macho ya Tuta yalijaa machozi ya aibu. Alitazama jinsi sungura wadogo walivyokuwa wakigawana matunda yaliyosheheni juisi tamu huku mmoja wao akimwambia, "Pole sana kaka mrefu, hewa ya juu haina chakula leo." Twiga wenzake walipongezwa kwa kazi nzuri, wakati yeye akilazimika kwenda pembeni kwenye vumbi kulamba maganda yaliyotupwa. Kila tone la juisi ya ganda lililooza lilikuwa chungu midomoni mwake kwa sababu ya aibu na dharau aliyojitakia. Usiku ule ulikuwa mrefu na wenye mafundisho makubwa kwa Tuta, na tofauti na siku zote, hakulala kabisa, bali alikaa akitazama nyota na kufikiri jinsi uvivu wake ulivyomvua utu na heshima yake mbele ya jamii. Kuku walipowika alfajiri iliyofuata, kabla hata mwanga wa kwanza wa jua haujagusa vilele vya miti, wanyama walishangaa kusikia sauti ya mtu akifanya kazi, na huyo alikuwa ni Tuta. Alikuwa tayari ameshajinyoosha, akichuma majani laini na matunda mabichi kabisa kutoka kwenye miti ya juu kabisa, na hakuyala yote peke yake, bali alishusha rundo kubwa la vyakula hivyo na kuweka kwenye maeneo ambayo wanyama wafupi wangeweza kuyafikia kwa urahisi. Kiko alipopita na kuona mabadiliko hayo, alitabasamu na kugonga bega la rafiki yake. Oho, naona mashida yameisha na huduma kwa wateja imeanza rasmi, Kiko alitania. Tuta alirudisha tabasamu, akichuma jani lingine kwa kasi. Rafiki yangu, nimegundua kuwa kulamba maganda ardhini kunachosha shingo kuliko kuchuma matunda juu. Kuanzia leo, mimi ndiye mtambo rasmi wa kupakua vyakula vya savana. Tuta alijua fika kuwa shingo yake ndefu sasa ilikuwa na maana halisi, si tu chombo cha uvivu, bali nguzo ya huduma na heshima katika savana.